Bwana, filamu yetu inaanza hapa, tunaona wapenda nao. Huyu jamaa anaitwa Lee na huyu bidada anaitwa Sola. Sasa akamwambia mpenzi, mimi nina allergy na paka, naomba nisaidie basi, huwezi amini. Bidada anampokea huyu paka na anaamua kusema ngoja nikaishi naye nyumbani. Anapofika nyumbani, yeye anavua tu nguo na anaenda kuoga huko. Anaamini yuko peke yake na paka tu. Sasa paka kana chungulia na kodolea macho huyo. Asubuhi kuna pambazuka na wahi kazini. Amefika kazini huko anakutana na rafiki yake na Lia. Akamwambia Lia anakusubiri huko. Anakimbia anaenda kujilemba, anajiweka sawa. Sasa wakati anatoka nje huko, anakutana na Mr. Lee. Mr. Lee akasema, "Nimefungua mgawa wangu hapo." Bidada kutaka kabisa kuongea, akaondoka. Lakini akanakumbuka jinsi ambavyo Mr. Lee alikuwa kimbusu na anakumbuka kuwa huyu jamaa huyu anampitia ofisini kama kawaida. Mr. Lee yuko busy, lakini bidada kila anakoenda anaenda na upaka. Anakumbuka siku ambayo alimkuta mshikaji na paka anawachukia. Sasa bidada leo ameenda zake kuoga wezi amini. Yule paka akageuka kuwa mwanaume, tena mwanaume handsome kinoma Bidada anakuja huku, maana akajigeuza kuwa paka mida usiku. Paka anataka kwenda kulala na dada. Dada akamfukuza. Sasa siku zikazi zinaenda, unaambiwa bidada akawa amemzoea. Maana sasa hivi ametulia tu, anageuka kuwa paka. Na leo hii bidada ameenda kazini, amegeuka kuwa paka anakimbia Sasa bidada leo amerudi, akana mhudumia kama kawaida, na msela wetu akana enjoy maisha kama binadamu wa kawaida. Sasa siku moja babake na binti aliweza kukata moto, mwana akambeba akakimbia naye mpaka nje huku. Polisi akamwambia we mpeleke hospitalini. Kweli akafikishwa pale, na bidada anapata taarifa kuwa babake yuko hospitalini. Anakimbia kwa nauliza, babangu yuko wapi? Baba tayari huyo hapa, aliletwa na mtu mmoja hivi. Basi babake kabidi amhudumie ili aweze kurudi kijijini. Oya, mwana amegeuka kwa paka na anakimbia kurudi nyumbani huwezi amini. Lakini anagundua kuwa akimsogelea tu binti anageuka kuwa binadamu. Sasa amegeuka kuwa binadamu na binti aliingia sehemu fulani na kukutanaga Mr. Lee. Sasa binti akajua ni Mr. Lee, akawa anazungumza hapo. Wakati anazungumza ikabidi tu ajifunia, akamwambia wewe Mr. Lee, yaani mimi kwani unafungua migawa? Mimi nikwambia migawa hailipi bwana. Sasa mwana akashangaa, Mr. Lee tena. Sasa bidada yote anaongea naye, ikabidi ampigie Mr. Lee. Alivyogeuka nyuma amuone, anamwona ule paka paka anatia huruma. Sasa akampigia simu, mpenzi vipi ulikuja hapa? Mwana akasema hamna, mimi sijatoka hata nje. Mimi nijua ulikuja hapa. Kapaka kaka analia tu miau miau. Unaambiwa kwamba mshikaji akasema hamna bwana, utakuwa unaota ndoto. Basi kabidi bidada ambebe uwe paka na arudi naye, lakini mshikaji akasema uwe makini mimi sijakuja huku nasema umeniona. Bidada akasema sawa nimekuelewa, akakata simu. Akana shangaa inakuaje. Sasa unaambiwa kwamba bidada anakumbuka hii skafu kuna mtoto mmoja alimpaga, yani huyo mtoto ndio huyo hapo. Sasa paka unaambiwa paka ameweza kukua haraka haraka hadi amekuwa mtu mzima. Sasa ndio siku hii yani paka kalishageuka kuwa binadamu. Sasa leo bidada akirudi nyumbani anakuja zake huko, lakini kapaka kanataka kulala naye. Akasema wewe paka una shida gani? Paka kana mwangalia tu kwenye macho. Dada amelala, mwana amegeuka kuwa binadamu. Akanaangalia macho ya binti vibaya mno, anatamani mpaka kumgusa. Sasa unaambiwa siku zikawa zinaenda, na leo hii bidada anakabidhiwa funguo na mama yake. Akasema sikia, nitakiwa wewe ndo kapeleke mizigo, sawa? Hii funguo mimi nakukabidhi, sawa? Basi akamkabidhi pale kama kawaida. Sasa leo bidada akiwa anapita hapa mtaani, hasa anashangaa, vipi tena? Mbona sielewelewi? Ikabidi kwanza ajifiche kwanza. Kuna mtu mmoja anamdaige pesa Basi amemaliza purukushana, anarudi nyumbani, anakuta vitu havieleweki huko ndani. Akanajiuliza sasa vipi, hebu ngoja nimwandalie huyo paka. Wewe paka uko wapi bwana? Anamtafuta paka, kumbe mshikaji amegeuka binadamu, amejificha huko. Sasa bidada alikuwa amesahau simu, ikabidi mshikaji aje ampe simu bila kujua. Bidada akasepa, akageuka tena kuwa kapaka. Akasema nimegeuka kuwa paka. Akakimbia tena nyumbani. Akifika tu nyumbani anageuka kuwa binadamu. Akanajiuliza, kwa nini nikiwa na ule binti nageuka hivi? Haelewi huwezi amini. Sasa binti akawa yuko ofisini amechoka kinoma. Sasa huko mshikaji akawa anajiuliza, kwa nini mimi nabadilika kuwa binadamu? Sasa leo mvua ilikuwa inanyesha, anataka kumpelekea binti mwamvuli. Sasa kibunga kikapita na mwamvuli akageuka kuwa tena paka. Anakimbilia kwenda kwenye mwamvuli, anagusa mwamvuli, anageuka kuwa binadamu. Oya, akaanza kufanya mazoezi kama mara 9 hivi. Akagundua kuwa kumbe vitu vya binti huwa vinamgeuza kuwa binadamu. Yaani akiwa karibu na binti au kushika kitu chochote kile anabadilika kuwa binadamu. Sasa leo wakati anampelekea mwamvuli akakutana na mshikaji mmoja yuko na binti. Sasa binti akasema hebu naomba nipeleke kule nitoe out. Mwana akasema haya sawa. Basi unaambiwa kwamba mshikaji akasema haya sawa. Akawa anamgusa pale, lakini huwezi amini. Mr. Lee Sasa anamgusa kati jamaa hapa anaona. Sasa msela tujapata kumjua jina.
Bidada leo akamwambia bwana, wewe utaitwa wewe jina lako mimi nakupa Hanju kuanzia leo. Kwa akapaka kanaitwa Kahanju. Leo anarudi kutoka kazini anakuta Kahanju kanaumwa kinoma. Akakimbiza hospitalini. Kafikisha hospitalini kakatibiwa. Kakarudi huku sasa mwana ikabidi anze tena kumpa matibabu binti, maana anamhangaikia kishenzi na hapa amepata moto. Kuna siku moja hii anarudi kutoka kazini anashangaa kapaka kapo juu ya hapa. We Hanju unafanya nini huko? Akaika ngazi anataka kwenda ukasaidia. Kakaruka chini. We Hanju kumbe umeshuka chini. Haya akawa anarudi kinyume nyume amevaa na viatu vya juujuu. Wewe akateleza mzee baba. Ile anadondoka tu. Hanju akageuka kwa binadamu akamsaidia. Akasema asante jirani, wewe ni jirani hapa. Namtafuta paka wangu. Ile anageuka nyuma shangaa paka yule. Miaka mingi alishafika nyumbani. Paka vipi tena? Yule ndo anaishia. Aliona kitu cha miujiza. Sasa kuna hii siku akaona Kahanju kamelala hapa. Lakini huwezi amini. Hanju akageuka, bidada alivyoenda kazini, akaenda kuchukua mswaki akaanza kutembea na mswaki wa binti. Amekuwa binadamu wa kawaida. Na bidada akamwambia wewe ndio uliyenisaidia siku ile, twende tukatembee. Sasa leo huwezi amini, anaenda kumtembeza ofisini kwake. Akamwambia vipi? Mbona kama mshamba? Akagundua kwa kamshikaji kametokea bush huko. Sasa kamshikaji kakaka anamwangalia bidada hapa. Maana kakaangalia kuna mdoli upo kwenye begi la bidada. Kakaamua kuchukua ule mdoli kimya. Bidada akashtuka hivyo lakini hakujua mshikaji amechukua nini. Sasa leo bidada ameingia ofisini, mshikaji akawa anarudi zake nyumbani. Sasa wakati anarudi nyumbani akanajisemesha, anasema sielewi nini. Mida ya jioni bidada anarudi nyumbani, anakuta mswaki wake haupo. Mswaki uko wapi jamani? Anakuta kamdoli kake kapo nyumbani kametangulia. Anamuita mpenzi wake, mpenzi, huko kuna majambalika. Jamaa anakuja kutafuta majambalika. Unatafuta mswaki? Mbona mswaki upo kwa kapaka? Akacheka tu kwamba kapaka leo kanajifunza kupiga mswaki. Wewe paka, hebu kaa pembeni tufanye vitu vya kikubwa. Sasa mshikaji akawa anatamani kupiga busu. Muda huo Hanju akaja hapa. Akasema nyie mnafanya nini hapa? Sasa mshikaji akasema kwani wewe nani? Sasa mshikaji anashindwa kujibu. Wewe mwanaume umekuja kufanya nini kwa mpenzi wangu? Muda huo simu ya binti kaa inaita. Basi kabidi aipokee. Mama, unasema kakako anakuja, kakako wa kambo anakuja anaitwa Hanju. Basi mshikaji kabidi atoke tu nje. Kumbe huyo jamaa anaitwa Hanju. Sasa kuna ndugu yake mwingine anaitwa Hanju ndo alimpa jina lake. Kumbe hata sio. Basi mshikaji akana kula bata. Leo anakuja kudaka samaki ambao wabandia. Akasema wewe Hanju, uvui hivyo. Akasema sawa. Basi wakana pita wanarudi wanakula starehe. Wanakuwa kwa pamoja sasa hivi mshikaji hawezi kubadilika tena kwa sababu anakuwa karibu na binti. Sasa kuna hii siku naambiwa kwamba mwana akatamani kumpiga busu, yalikuwa ni mawazo tu. Sasa leo akawa anaongea hapa. Mshikaji akajikuta amempenda bidada na huwezi amini. Hapa Sola akatokea naye kumpenda. Wakatoka kupendana Sasa mwisho wa siku mpaka yani ile mbaya. Sasa leo mshikaji anarudi zake hapa. Anakuta kapaka hapa nini sana tukumbushe jinsi alivyokutaka kapaka na iskafu mpaka ukakabidhi. Mshikaji Lee aliweza kumkabidhi skafu ile bidada naye mpenda. Alikakutaka hapa kapaka nini? Akaamua ukasaidia maana kalikuwa kana baridi. Ikabidi tu akaweke kando ya taa hiyo. Maana akasema asikia paka japo jamani alikuwa na allergy na paka lakini alikuwa ni mtu mwema. Sasa leo binti analia kinoma. Taki tena mazoea na wewe bwana. Yaani sijisikii kupiga story na wewe. Mimi nasijisikia kupiga story na kale kapaka. Kwa unaondoka Basi wakati bidada analia, Hanju akawa anamwangalia, ikabidi aje mkumbatie hapa mbembeleze. Siku zikawa zinaenda na mshikaji akawa anafanya kazi kwenye mgawa wa Ali. Sasa bidada leo akatamani watoke na Hanju. Hanju anakuja amependeza kinoma. Bidada akaja hapa, akamwangalia, akasema mimi nataka tutoke mara moja twende tukanunue vitu. Basi wakawa ameenda sehemu moja hii hapa. Unaambia kwamba Hanju anapenda sana midoli. Hanju akaona mdoli mmoja hivi. Basi wakati anarudi nyumbani anakutana na Mr. Lee. Mr. Lee akasema naona ndugu mmetoka kununua midoli. Sasa midoli yenyewe mnauza au vipi? Mbona sielewi? Mbona midoli mingi sana? Bidada akana mkata jicho tu. Basi wakawa wamefika mpaka nyumbani. Sasa wakati amefika nyumbani hapa, mwana akana mwangalia tu bidada hapa. Bidada akasema na maana wewe mbona zungumzi kitu? Yaani tumeenda tumenunua tu mamidoli. Wewe mamidoli haya ya nini? Mbona mimi sielewi? Sasa siku zikawa zinapita. Leo mshikaji amekuja kuzungumza na Hanju. Lee anamwambia, sasa mbona sielewelewi nyinyi ndugu gani ambao mnakuwa kama mnahisia hivi? Sasa bidada kama ametokea hapo. Akamwambia, "Wewe Mr. Lee, huyu ni kaka yangu." Oya, leo bwana, kuna jamaa mmoja kana timba hapa. Huku bidada akamwambia, hebu naomba kalale peke yako." Lakini mwamba akasema, "Naomba tulale wote bwana, uwezi amini." Sasa leo bidada anakuja kumwambia mshikaji walale pamoja yani
hataki kabisa maswali ya nini. Sasa bidada akawa anachukia, akamwambia wewe bwana, wewe ni kakaangu bwana, usiniguze. Akasema sawa, mimi sikugusi. Sasa leo kuna mshikaji akawa amekuja hapa. Mshikaji akajitambulisha, sasa alivyojitambulisha akasema mimi ndo Hanju. Sasa kumbe huyo ndo kaka yake wa kambo wa kweli aisee. Sasa ukweli unaenda kujulikana hapa. Na bidada leo ameingia ofisini kwa mshikaji huku, anakuja kugundua kuwa yule paka hayupo. Na Lee anakuja kugundua yule paka hayupo. Wanakuja kusema jamani, yule paka yuko wapi sasa? Mr. Lee akasema sijui, mimi nilimweka hapa hata sielewi alikoenda. Haya bwana. Sasa hapa mshikaji akawa na mawazo akasema, "Au yule paka atakuwa ndio binadamu?" Sasa bidada leo anaingia ndani anakutana na huyo mshikaji. Mshikaji akasema mimi naitwa Hanju, ni kaka yake na Sola. Sasa Hanju fake akasema, "Kwa umekuja hapa?" "Ndio, mimi nimekuja hapa." Basi huwezi amini. Sasa leo mshikaji anakuja kumuuliza, "Wewe ni nani?" "Wewe ni nani?" Bidada alizimia baada ya kugundua kwa mshikaji sio. Sasa leo kwenye kefu mwana anampa kahawa nani akabadilika kuwa paka. Mwana akasema mbona kama mbadilika kuwa paka? Lia akabaki kushangaa. Ina maana watakuwa ni paka Yaani yule paka ndo kumbe ndo Hanju. Mwana akabaki na maswali tu. Sasa kabidi aje muulize huku rafiki yake kwamba inakuwaje kuaje, aelewi. Sasa uwezi amini. Hoya, katika leo hii hapa mwana amegeuka kweli kuwa paka, kuwa binadamu. Mshikaji akashuhudia pale. Sasa uwezi amini. Mwana anakuja kuangalia kidani ni kile cha paka. Akasema ina maana wewe ni yule paka? Mwana akasema ndio, mimi ndio yule paka. Alafu sikia. Yaani mimi ndio yule paka, nampenda sana bidada. Sasa uwezi amini. Sasa mwisho wa siku mwana akagundua kuwa kumbe sasa wanafika mitaa hii wanakuta kweli paka yule hayupo. Sasa kaanza kumtafuta, akagundua kuwa paka ametekwa isee. Kweli bwana, paka aliweza kuchukuliwa na watu ambao hawajulikani. Oya, huyu mwizi wa paka akashangaa, paka amekuwa binadamu. Akasema wewe nani? Akasema sikia, hebu achia paka wote hao. Muda huo hao anagundua kuwa mshikaji aliletwa hapa. Kamegeuka kuwa kapaka isee. Sasa bidada anagundua kuwa mshikaji kumbe ni paka. Oya, afu alikuwa sio ndugu yake. Sasa siku zikawa zinaenda na nini, unaambia kwamba sasa hivi bidada ametokea kupendana na huyu jamaa. Namba mama anampigia simu anambia vipi kakako anaendeleaje huko? Anasema bwana kaka alikuja tu huko afu mara moja akaondoka. Na sielewi alienda kwa mjomba, sielewi. Mimi hapa aliondoka. Mama akasema sawa basi, uje unitembelee siku moja. Akasema mama nitakuja kukutembelea. Kata simu bwana. Sasa hapa mshikaji amegeuka tena kuwa binadamu. Lakini bidada akawa anamuuliza maswali nini? Si unajua amekaa kwenye paa. Mwana akasema unanipenda? Bidada akasema ndio. Sasa leo katika pita mshikaji akakutana na mzee paka huyo. Mzee paka akamwambia wewe kijana, acha kupendana na binadamu kwa sababu unaenda kupoteza maisha sio muda. Mwana kabaki anashangaa, wewe bibi unasema nini? Ndio hivyo, afu sisi tunazeeka haraka. Unaona? Mimi tu nimezaliwa juzi tu hapa lakini nimekuwa mzee. Hebu nakuomba bwana, acha kuongea sana na binadamu. Utakuja kuumiza tu mioyo ya binadamu. Sasa leo mshikaji anakuja kumwambia Lee. Anamwambia Lee, hebu naomba mpende sana huyu binti mimi naenda kupoteza maisha. Mr. Lee akasema unazungumza nini wewe paka? Wewe paka vipi umekuja kunalibia maisha yangu mshenzi wewe? Mwana akasema ndio hivyo naenda kupoteza maisha. Sasa leo mwana akiwa juu akamuita bidada, akapanda juu ya pao. Bidada akasema niambie. Mwana akamwambia hebu naomba tu nisamee. Mimi naenda kupoteza maisha alafu yani sina muda mrefu sana hapa duniani. Bidada akamwambia nataka uniambie unaenda kupoteza maisha, hebu twende kwa wazazi wangu tukamtembelee. Sasa leo kwenye kefu hapa mwana ikabidi yeye anakunywa kahawa ili asiweze kubadilika kuwa paka. Maana kilala tu anageuka kuwa paka. Sasa siku ya leo ikabidi waingie huku kununua iPhone manini watembee. Sasa mshikaji leo akawa anajisemesha Mr. Lee amelewa kishenzi. Akaja hapa akasema jamani, mimi natamani tufurahi pamoja Sasa ugomvi ukaanza. Mr. Lee akaanza kumonea wivu mwamba. Kama umesikia wewe paka, badika tu kuwa paka. Leo hii bidada anapata na taarifa kuwa mama yake na babake anamuita kijijini. Akasema sawa mimi nakuja. Paka akasema tutaongozana wote nikajua huko kijijini kupoje. Sasa mshikaji kabidi tu akubali. Kweli bwana kadandia train na wakaanza safari. Bidada akawa anampa maelekezo hapo. Muda huo na Mr. Lee amekuja. Wewe Mr. Lee, umekuja kufanya nini huko? Mimi nataka niongozane na wewe. Basi kabidi wote wapande gari hapa, wapande train. Sasa wamefika hapa kijijini, wazee wanawapokea pale. Sasa unaambiwa kwamba mama akaja hapa akasema jamani vipi? Ndio mmekuja? Ndio. Basi wakakaribishwa nyumbani nini na nini. Si unajua tena aliyekuwa ameweza kufika hapa ni huyu mshikaji pamoja na watu wengine nini. Sherehe zikawa zimefanyika. Sasa leo hii unaambiwa kwamba mwana amebadilika kuwa paka. Binti tu akisogea amegeuka kuwa binadamu. Akamwambia sikia, mimi nakuomba tu nikwambie, hebu nakuomba nikupige busu la mwisho tu au unasemaje? Basi unaambiwa kwamba walitoka kule kijijini wakaja mpaka mjini. Sasa alivyofika huko mjini maisha mengine yakaendelea. Au ile wakapendana. Bidada akawa anaendelea nini na nini.
maisha mengine kama kawaida. Si unajua tena. Sasa unaambiwa alivyotoka kule kijijini, mamake na binti alisema sisi tunataka ulete mkwe bwana. Sasa leo usiku mshikaji akawa anamwambia ukweli kama anampenda. Akamwambia sikia binti, yani mimi nitokea kupenda. Binti akasema unasema nini? Yani wewe unaenda kupoteza maisha unaniambia unanipenda. Wewe unaenda kupoteza maisha wewe. Basi unaambia kwamba akasema ndio hivyo. Haya bwana, binti akawa anamuanza tu muda wote mshikaji. Mwisho wa siku mshikaji akalala naye kwa mara mwisho kwa sababu amebakiza siku chache za kuondoka hapa duniani. Aisee, utokaa ukaamini. Na leo hii mwana akamwambia aisee, hebu tutoke mara moja. Kweli bwana, wakatoka. Sasa walitembea mpaka pembeni kabisa huko. Na siku zikawa zinaenda kama kawaida, wanakula bata na mshikaji ndio hivyo anageuka kuwa paka nini. Sasa huwezi amini, Mr. Lee ikabidi tu akubaliane na ukweli, wakawa na enjoy pamoja. Maisha yakawa yanaendelea ya furaha kwa sababu jamani paka anageuka kuwa binadamu. Na leo binti ikabidi tu aje amtambulishe kwa rafiki zake. Sasa alivyofika kwa rafiki zake akasema, inatakiwa wote tunywe pombe. Sasa mshikaji anywagi pombe, akanywa pombe, akageuka kwa paka ise. Akasema jamani, nimegeuka kwa paka. Binti kabidi akabebe. Hao ni wakaona, akasema we, huyu si ndio yule binadamu leo kuja naye kumtambulisha. Akasema hamna bwana. Sasa jamaa kaka anasema hapa sijui nitatekwa. Huyu mwamba akasema haiwezekani, lazima nikuchenjie. Wewe huyu ni binadamu bwana, mlete hapa. Nivute. Akaja kuokolewa hapa. Sasa Lee akasema wewe utakuja kumuingiza matatizoni huyo paka mtu. Sasa unaambia kama mshikaji akageuka hapo tena kuwa paka mtu. Sasa mwana akasema na maana kumbe wewe ni paka. Ndio. Ikabidi mwana achalaze wote akapeleka hospitalini. Daktari akasema jamani, huyu ana mapigo ya kibinadamu afu ni paka. Mimi sielewi. Umempata wapi paka wa ajabu? Basi siku zikawa zinaenda. Mshikaji hivyo akawa anapendana na bidada. Anaenda ofisini na huko ofisini mshikaji akaacha kabisa kuhudhuria. Muda wote ana spend na huyu bidada. Sasa leo mwana anakuja kumvalisha tena ile kitu alichomvalishaga kipindi kile. Basi bidada akaomba mpige busu kwa mara ya mwisho kwa sababu mshikaji wetu anaenda kugeuka kuwa paka. Mshikaji akasema tutakuja kukutana tena Mungu akipenda. Na sielewi yani itakuwaje, nitakuwa paka lakini nitakuwa na wewe. Tunaletwa baada ya miaka 2. Bidada bado anamsubirigi tu mshikaji aje kuwa paka mtu. Sasa mpaka leo hajawahi kuwa paka mtu. Sasa leo kazini kwa bidada huwezi amini. Mshikaji akampa maua akasema naomba nikoe. Lakini akasema sikia, mimi sitaki kabisa wewe nioe. Namsubiri mimi paka wangu kweli bwana. Hatima yake binti na inawezekana. Mshikaji anakuja kugeuka tena kuwa binadamu kwa mara nyingine mwisho wa siku sasa hivi amekuja na ujuzi. Hatokaa tena akabadilikaga. Sasa unaambiwa kwamba sasa hivi mshikaji ni binadamu na ndio unakuwa mwisho wa picha yetu ya hapa. Bye.